Yes, another days, elimu zetu, elimu kwa jamii. Yes, natumai nyote mko poa. Leo inabidi tuzungumzie kuhusu jambo ambalo kuhusu vipi unaweza kufanikiwa katika kazi yako unayoifanya, na vipi unaweza kuwa maarufu. Vitu gani unaweza kuvifanya mpaka ukafanikisha hilo jambo. Kwanza kabisa tutizame kwanza kazi ambayo ulikuwa nayo ni ya kuajiriwa kampuni au umejiajiriwa mwenyewe. Shafahamu. Na kama umeajiriwa kampuni, basi jambo la mwanzo, hiyo kampuni unayokwenda utizame vipi shughuli zao wanazozifanya, vipi wanaweza kuzifanya na wewe pia. Ushafahamu. Na jambo jingine, kama kazi unaoifanya hiyo kazi unataka kujiajiri wewe mwenyewe, vipi hiyo kazi inaendana na wewe unaweza kuifanya? Ni kuzingatia hilo jambo kwanza mwanzo. Ekesha, ikiwa kama umeajiriwa katika kampuni, basi hakikisha kabla hujaenda kuomba kazi, lazima uzungumze na moyo wako na nafsi yako. Kama mimi nakwenda katika hii kazi, na kazi yenyewe hii ipo aina fulani, kwa hiyo vipi niweze kuifanya hiyo kazi? Kwanza uanze kumwomba Mungu akufanyie wepesi katika shughuli hiyo unayoenda katika hiyo kazi. Shanisome, kwa sababu kuna changamoto nyingi katika kazi. Siku za mwanzo utakuwa huwezi kufahamu kazi zinaendaje, zinafanywa vipi. Ushafahamu. Na wapo ambao wakubwa ambao wao wamekupita katika hiyo kazi, wao wameajiriwa mwanzo. Kwa hiyo lazima uwe na mazingatio katika akili yako. Na vile vile ukiajiriwa katika hiyo kazi, kwanza uipende katika hiyo kazi unaoifanya, uipende ndani ya nafsi, uikubali. Ushafahamu. Alafu na vile vile ukifahamishwa siku za mwanzo, uzingatie unachokifahamishwa. Kama hii mizigo hii ipeleke sehemu fulani, hii inakaa hapa, hii ipeleke kule. Ushafahamu. Kwa hiyo lazima uwe mazingatio katika akili yako unachofahamishwa. Kawaida kazi wiki moja nzima itakuwa bado hujafahamu vyema, lakini kadri inavyokwenda na mwenyewe kama umeipenda ndani ya nafsi, basi wenyewe inakuja ile kazi, inakupenda, inakukubali, inakuwa unafahamu jinsi ya kufanya kazi vyema. Na katika kazi vile vile usiwe mtu ambaye ni mporoka, mtu wa mazungumzo mingi sana katika kufanya kazi. Kuwa serious na kazi. Ukiambiwa fanya kazi ile pale, basi usikasirike. Ifanye kazi kwa bidii, onyesha uhodari wako. Na vile vile ukikosea, basi usione tabu kumuuliza mtu ambaye aliyekuzidi, hii kazi vipi? Nimeenda nayo vizuri? Au hapa ninapofanya ni pazuri? Au mzigo huu ninopeleka ni sehemu sahihi? Kitu kama hicho. Kwa sababu katika kazi za watu, kama umeajiriwa, ni lazima uwe makini kweli kweli. Vinginevyo unajua mabosi wetu mara wanakufukuza au wanakuchukia. Lakini sasa ukiwa unataka kuwa maarufu zaidi, fanya kazi kwa bidii. Hakikisha usiharibu kazi za watu. Alafu nenda mapema kazini. Kuwa mtu wa upendo, kila mtu msalimie asubuhi. Habari ya asubuhi. Okay. Unaanza kazi kwa salama na amani. Unafanya kazi vizuri, uharibu kazi za watu. Na katika kazi wewe usiwe mtu wa mazungumzo, kwa sababu katika kazi kuna watu tofauti mule na akili zao tofauti. Wengine wanakuwa wavivu katika kazi, wengine katika sehemu ya kazi wao ndo mazungumzo mingi. Na wakati wa mapumziko upo wa mazungumzo, lakini wao katika kazi mazungumzo, na katika mapumziko mazungumzo. Watu hao wapo wanakuwa wanategea, na watu kama hao wanakuwa sana wanajipendekeza kwa mabosi, kwa viongozi ili wapendwe. Ushafahamu. Iwe kama ni sababu wasifanye kazi wakutegeeni nyinyi. Ushafahamu. Lakini sasa wewe usiwe miongoni mwa hao watu wanaojipendekeza au wanaozungumza kila mara. Ushafahamu. Kwa hiyo wewe inakubidi ufanye kazi kwa bidii, usiharibu kazi,
basi bosi na viongozi wengine na wale watu wengine wale walokuzidi wataanza kukubali, kweli unafanya kazi vizuri, na vile vile viongozi wote watakufahamu kama wewe kweli wewe mchapakazi. Sasa hapo unaweza kuwa maarufu kidogo kidogo katika kampuni. Ushafahamu, kwenye kampuni watu wanakufahamu vyema, wanakujua mtu mzuri, anafanya kazi vizuri. Ushafahamu lakini sasa katika hiyo sifa unaambiwa hiyo, usibebe sifa ndani ya nafsi uko kwani na mimi nasifiwa sasa hivi, kwa hiyo na mimi acha nijifanyie majivuno. No. Kila ukisifiwa wewe zidisha kufanya kazi kwa bidii na ufasaha. Ushafahamu basi utaona mafanikio yake, utakuwa mtu maarufu na utahitajika kazini, na hata kama hujenda wewe basi pengo litaonekana kama wewe kweli hupo. Ushafahamu. Na sasa vile vile upande mwingine, kama umejiajiri, hiyo kazi yako ambayo ulijiajiri, kama kuuza mtumba, kama kuuza biashara yoyote, vyakula au mwanamuziki, yani kazi yote ambayo ulijiajiri wewe mwenyewe, basi zingatia maneno haya. Lazima kwanza hiyo kazi uipende, na vile vile usiwe binafsi, usiwe mtu mwenye choyo. Ushafahamu. Hata kama biashara unauza, unajua unapata hasara nyingi, lakini vile vile akija mtu mteja amepunguzia kitu fulani, japo senti moja imepungua, basi wewe hakikisha unamsaidia. Ushafahamu, kwa sababu unajua maisha. Ushanisome. Kwa hiyo watu watazidi kuja, watakuona kweli jamaa mtu mzuri. Hata kama huna kitu, imepungua shilingi tu au 3,000, 1,000, 2,000, okay, sawa. Ushanisome. Watu watakuwa wanakuja dukani kwako kwa wingi. Na vile vile isitoshe, uwe ni mfunguaji duka lako mapema. Ushafahamu. Hakikisha usiwe mvivu katika biashara yako hiyo uliyoifungua. Ushanisoma. Alafu na vile vile hakikisha usafi muhimu. Usafisha ndani ya duka lako, kupangilia vizuri vitu. Ushafahamu. Kufika mapema au sio, na kununua bidhaa ambazo zile watu ambazo wanazozipenda zile, unajua unaenda kwa season bana. Sasa hivi kipindi cha jua, ununua bana kama sandals zile, viatu vya kanda mbili, sandals, singlet au shati zile. Ushanisome. Kwa hiyo inakuwa wewe unawavuta wale watu, unaenda kwa time biashara yako. Kama fanya biashara vyakula, unajua bana vya asubuhi, vyakula vya asubuhi vitu gani vinapendwa, watu wanakula, wewe ndo unaweka katika biashara yako, watu wanavutiwa vile vitu ambavyo vyakula vya asubuhi lazima mtu avipate, chai, breakfast. Ushanisoma. Kwa hiyo ndio inakuwa kitu rahisi kufanikiwa katika maisha yako. Na vile vile uaminifu muhimu. Tukizungumza uaminifu, yani uaminifu hata kama umeenda sehemu kuchukua mzigo, labda kwa tajiri, mfano mathalan wewe ni mfanya biashara au sio, kwa hiyo wewe unaenda kununua mzigo kwa jumla. Ushafahamu. Labda pesa yako ni kidogo, kwa hiyo bosi yule mwenye mzigo unaweza kumwambia bane, mimi nipe huo mzigo, baadaye kesho kutwa au baada ya kuuza nitakuletea pesa yako. Lazima uipeleke ile pesa, kwa sababu ukiipeleka na yeye pia atakuwa na moyo safi wa kukupa zaidi, hata kama siku huna anaweza taka kukukopesha. Ushanisoma. Kwa hiyo uaminifu katika biashara, uaminifu katika kazi ulioajiriwa, kuchapa kazi kwa bidii, ndio inakujenga wewe mafanikio na kujulikana. Nadhani kwa leo tumefahamishana kidogo tu. Natumai utafuatilia zaidi lesson nyingine zinazokuja ili tuweze kufahamishana zaidi. Shukran. Thanks.